Guys, mambo inazidi kuwa magumu kabisa 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 kwa katika nchi yetu jirani hapa Tanzania. Mambo inazidi na kuchemka mbaya sana. Unaona, wanasema kwa ground vitu ziko sawa, upande ule mwingine wanasema kwa ground vitu ziko poa, lakini ukichunguza na ukifuatilia ile mambo ambayo yanaendelea moja kwa moja utapata ya kwamba mambo si mazuri kabisa. Yaani ground haiko poa kabisa, mambo haiko fiti, watu wanaendelea na kukufa, watu wanaendelea na kuteseka, hata watu hawajui ni nani atasaidia nani na kutaendelea vipi. Huyu mama hata sijui ni mama mkani ako na roho aina hiyo. Mimi sijawahi ona mwanamke ambaye ako na roho kama Mama Lulu Hassan, Samia Suluhu Hassan. Sijawahi muona kama mwanamke kama huyu Suluhu Hassan, ule mwanamke ule rais wa Tanzania, yani ako na roho nyingine ngumu kama roho ya nyama. Unaona? Wanasemanga roho ngumu kama ile ya nyama, ni kweli. Mimi hata sijui kwenye anaishi namna gani, anaishi maisha ya aina gani. Juu ni mwanamke ambaye amekosa huruma kabisa. Amekosa huruma na wananchi wa Tanzania. Yani, na unajua yeye ndiye anafaa kuwachunga ama kuangalia vizuri ama kujali maslahi yao, kwa maana yeye sasa ndiye kiongozi wao. Yeye ndiye kama mama yao. Mwenyewe ukimsikiza kwa sauti yake, Mama Suluhu anaongea vizuri kwa utaratibu, kwa upole. Yani sauti nyororo sana. Lakini when it comes kwa vitendo zake zimekatana kabisa na yale matamshi yake ambayo anatamka mahali pale, akiwa kama ile siku ya swearing in, mliona vile anaongea, anajifanya malaika. Unaona? Yani angel tu kabisa, anaongea kama angel, mtu ambaye ni mzuri, mnyenyekevu, mtiifu, lakini kulingana na yale ambayo anafanya, imefanya hata watu wale walikuwa hawamjui sasa wamemjua. Wamemjua yeye ni nani kutokana na vitendo. Wanasemanga vitendo ndio zinasemanga mtu, zinaonyeshana wewe ni mtu wa aina gani. Unaona? Yeye mwenyewe yake imeonyesha yeye ni mtu wa aina gani. Saizi anajulikana, nchi zote zinamjua, nchi jirani, nchi za nje, hata wale wa Amerika, marais wenzake saizi sasa wanamjua. Unaona? Yaani ni dikteta hatari. Samia Suluhu amekuwa dikteta hatari. Hata tunasemanga ati rais wetu ni kichwa ngumu, huyu wetu Kasongo. Yaani sijui ule ametoa wapi ile ukichwa ngumu. Na imagine ni mwanamke. Afadhali angekuwa akifanya hivyo na ikuwe yeye ni mwanaume, lakini ni mwanamke. Mshawahi ona mwanamke mwenye ako na roho ngumu kama Mama Samia Suluhu? Kweli hapa duniani. Yaani hashtuki, hajali, hataki kujua kabisa. Kulingana sasa na ile mambo anafanya, kulingana na ile amri zenye anatoa pale, zimeanza kusema, wameanza kumwambia anatakikana Hague. Anaenda kuchukulia hatua ya kiserikali, ya kisheria, na anatakikana wapi? Hague. Akaenda akajibu mashtaka. Kwa sababu itakuwa ni vipi wananchi wanakufa design hiyo, na yeye anasema hakuna mtu anakufa. Hakuna mtu anakufa kabisa. Kwanza wanakufa, wanasafirishwa. Okay? Yaani mambo yamekuwa magumu kabisa. Mnakumbuka guys, kama kuna hii video naenda kuattach hapa hivi muione. Mnakumbuka wakati Kenyans walisema ya kwamba wanaenda kusaidiana maandamano Tanzania. Chenzi wa Kenya waliombwa na chenzi wa Tanzania kwamba waende wakawasaidia hii vita, maana unajua chenzi wetu wa mahali hapa ni watu ambao wako trained, watu ambao wako na experience ya hii vitu, ni watu ambao maandamano yani kwao ni kama wimbo tu, yani ni kitu ambao wamezoea, wako na uchuzi ya hali ya juu when it comes kwa maandamano. Unaona? Wa Tanzania wakawaambia, kujeni mfanye nini? Nyinyi ni mandugu zetu wa Kenya, kujeni mtusaidie. Wakawaita waende wawasaidie nini? Kuandamana mahali pale. Okay? Lakini sasa Wakenya walipokuwa wanaenda, wakati walifika kwenye mpaka ya Dar es Salaam ya hapo hivyo Namanga, walipofika kwenye border ya Kenya na Tanzania Namanga, kulitokea vita vikali sana. Kulitokea vita vikali kati ya Kenyans na Tanzanians. Okay? Ikawa ya kwamba wana serikali wa Tanzania wakasema kwamba hakuna mtu yeyote anaruhusiwa kuingia. Na hakuna mtu yote kwa saizi ataruhusiwa kufanya nini? Kuondoka. Wakao wamefunga kabisa. Kulitokea hata kuna
watu walikufa pale. Juu kulitokea mavurukano. Unajua tu penye kuna Kenyans hakuwezi tulia hivyo. Kwanza yani jinsi hakuwezi tulia hivyo rahisi. So kuna mavurukano ilitokea mahali pale guys, na vile nyinyi wote mnajua kuna wale hata walipoteza maisha yao hapa tu kwa Namanga, hapa stage. Si stage ya Namanga iko hapa. So kupitia ile tu ripoti serikali ya Tanzania ilikuwa imesikia kwamba kuna Kenyans wanaenda kusaidiana maandamano mahali pale. Juu unajua Kenyans walikuwa wameamua kwamba liwe na liwalo. Sisi tunakuja hatutaki malipo, tunakuja tu kuwasaidia tu usafi kama majirani wenzetu, na mambo ikuwe aje, mambo ikuwe salama, okay? Na kupitia hiyo usaidizi unajua mtapata ile kitu ambayo mnapigania, ile uhuru ambao mnapigania, okay? Jeshi la Polisi Tanzania limepata taarifa za watu ambao sio raia wa Tanzania kuwa wameingia nchini kwa njia zisizo rasmi kwa nia ya kufanya uhalifu ikiwepo vurugu. Watu hao wanajifanya kuwa wanafanya shughuli mbalimbali ikiwepo bodaboda. Taarifa zinasema watu hao wapo katika mikoa ya Arusha, Dar es Salaam, Mbeya, Mwanza, Songwe na mikoa mingineyo. Wakati jeshi la polisi linaendelea kuwafuatilia ili kuwachukulia hatua kali kwa mujibu wa sheria, mwananchi yoyote ambaye amempangisha au anaishi na raia yoyote wa kigeni asiyefahamika na anafanya shughuli gani na mienendo yake ni ya kutia mashaka, atoe taarifa haraka sana kwa viongozi wa serikali za mitaa, wakuu wa vituo vya polisi, wakuu wa polisi wa wilaya, makamanda wa polisi mikoa, au atoe taarifa kwa kupiga simu kupitia namba 0699998899. Asipotoa taarifa na watu hao wakikutwa nyumbani kwake au kwenye biashara yake, hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yake. Jeshi la polisi linaendelea kuhakikishia wananchi kuwa kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vinaendelea kuhakikisha taifa letu linaendelea kuwa salama na lenye amani. So kutokana tu na hiyo ripoti peke yake imechemsha Wakenya wetu. Nao wanasema namna gani? Na sisi hatutaki kuona mtu anaitwa Mtanzania hapa Kenya. Tutamleta moja kwa moja mpaka huko. Tukiwa tumempepa kwa wheelbarrow. Mpaka wapi? Tanzania. Na unajua Kenya wachezi. So wenyewe wameanza msako moja kwa moja ya kutafuta. Unaona? Ile mwenye alitangaza ilikuwa mkuu wa majeshi. Lakini sasa Wakenya wenyewe wamesema hawangojei rais wao atangaze wala jeshi wao atangaze. Wao wenyewe wametangazia na wameanza hiyo msako moja kwa moja online. Sasa guys, imekuwa sasa kuna vurugu katikati ya Kenya na katikati ya Wakenya na Watanzania. Kumekuwa hakuna amani kabisa. Wanavurukana wenyewe kwa wenyewe. So hata hatujui mambo itafikia wapi. Na unajua we are neighbors. When Tanzania is affected, Kenya is also affected because we are tuko neighbors. Mpaka tupendane kama majirani. Lakini sasa kutokana na ile uamuzi, mambo sio same kama kawaida. Mambo si same kabisa. Things are not as usual guys. Si kuzuri. So sijui itabidi tuombeane. Juu mambo inazidi kuchemka. Mambo ni mengi guys. Stay tuned for more. Tafadhali kama subscribe kwenye hii video, kwenye hii channel yangu, na ili tusonge mbele kwa pamoja. Na kama watu unaniwatch fanya uamuzi siku ya leo na tusonge mbele pamoja. Niko na mambo mengi tutazidi kuongelea. Stay tuned ndio ujue mengi. Mambo ni mengi huku nje, mambo inachemka, vitu ni mingi. So mimi nimekuwa wenu Debbie, na Mungu awabariki sana, muwe na wakati mwema, mshinde salama, mlale salama, na Mungu awatende wema. See you in the next video. Yes, so kutokana na hii video ambayo nimewawekea yenye mmewatch,
yenye nimewekea hapa mmewatch, mnaona ya kwamba serikali, yani amri wa mkuu wa jeshi ya Tanzania, yani mkuu wa jeshi ya Tanzania ametoa taarifa ya kwamba mtu yoyote asiye wa nchi ya Tanzania akipatikana Tanzania atachukuliwa hatua kali ya kisheria, okay? Atachukuliwa hatua kali ya sheria. Na kwa Watanzania ambao wako huko, wakipatikana kwamba kuna mtu ambao wamemkalisha, mtu ambaye si wa hiyo nchi, pia atachukuliwa sheria ya kiserikali. Unaona? Sheria kali, hatua kali ya kisheria. Sasa kazi huyu hao wanaposema hivyo wanamaanisha namna gani? Ni kutokana na hii ripoti ambayo nawaambia chenzi wa Tanzania walikuwa wameinvite chenzi wa Kenya waende wasaidie wa fight yani. Juu walijua kwamba wakiwa na Wakenya watakuwa wanawaambia tufanye hivi tufanye hivi. Juu unajua chenzi wa Kenya ni watu ambao wanapata intelligence asubuhi na mapema kuliko hata serikali yenyewe. Chenzi wetu wa Kenya wakiamua wanaenda maandamano, wakiamua wanaenda war, wanapatanga wako ahead of the government yenyewe, wako mbele ya hii serikali yetu, wanapatanga intelligence asubuhi na mapema. Sasa for example, wakiwa wamepanga wanaenda airport, wanajua wanapata intelligence ya kwamba tayari jeshi koko, hawataenda huko, wataenda State House ama wataenda parliament kukunywa chai. Unaona, wakiwangojea huko, naambia sisi tuko huko, mkuje huku, tuko huko parliament, tunakunywa chai, tunakunywa breakfast. Sasa yani chenzi ya Kenya ni watu ambao wanakuanga na intelligence ya hali ya juu, okay? Wanakuanga head of the police wakipanga hivyo wanapata walishapitia huku na wakafanya vituko. Sasa ndio maana hao wakawaambia juu tunaonanga venye mnafanya mambo yenu pale kwa ground, mko na ujuzi ya hali ya juu, mko cha kutusaidia. Sasa hao wakachukulia kwamba walishaenda, serikali ya Tanzania ikachukulia kwamba ni kama wale wa Kenya walienda, na kusema kweli hawakuenda. Walizuiliwa wapi? Kwenye mpaka ya Tanzania na Kenya hapa Namanga. For that reason, mkuu wa majeshi ya Tanzania ametoa hiyo ripoti ya kwamba mtu yeyote akipatikana kwenye hiyo nchi ambayo si wa Mtanzania atafurushwa na atachukuliwa hatua kali ya kisheria. Hatua yenyewe hatujui ni ipi, juu tunaambiwa kuna watu wanakuwa tu missing yani. Watu wanaenda tu missing. Unakuwa na mtu hivi kidogo akaenda kulala wake, kesho hautamuona, anatafutwa, hawajui anapelekwa wapi. Yani mambo ni ngumu kabisa. Na kupitia hii mambo yenye imetokea, hiyo uamuzi ya jeshi nayo imeweka Wakenya moto, imewachemsha. Hiyo